Napenda nimshukuru Mungu sana kwa nafasi hii ya leo ya kufanya kazi hii kwa ajili ya wananchi wetu wa wilaya ya Chamwino. Sisi ni wawakilishi wao. Siku yoyote usikae kwa unyonge, kwa sababu wewe unawakilisha wananchi waliokutuma. Kama kuna jambo lolote lilete, ili tujadiliane kupunguza manunguniko, kupunguza hata kero za wananchi wetu. Kipekee sana Waheshimiwa, naomba tufanye kazi kwa uhuru sana, kujua kwamba sisi ni wawakilishi wa wananchi. Lakini pia nataka niseme kwenye baraza hili kwamba tusimamie mapato. Nipongeze sana, tumeenda mnada wa Huzi. Nishukuru sana management. Hakuna kitu mlichonifurahisha. Tulipoenda mnada wa Huzi tumekuta mmetengeneza lile boma, na ndio mtazamo wetu kutoka huko nyuma. Tulikuwa tunataka kila mnada uwe na boma la kuweza kukusanya mapato. Lakini nataka niseme, na umeniahidi kwamba next week tutaanza kutengeneza mnada wa Mpwayungu. Tunataka uwe kama ule wa Huzi, na baadaye mkitoka hapo nendeni Haneti. Tunataka kuona kwamba tunakusanya mapato, ili 40% ya mapato yetu tumeamua sasa yafanye shughuli za miradi ya maendeleo. Lakini kipekee kabisa nataka niwashukuru sana kamati ya ulinzi na usalama. Mnafanya kazi nzuri, na sisi tunawaombea muendelee kuwa hivyo. Amani tulionayo hii, waheshimiwa, tumshukuru Mungu sana, na vyombo navyo vinasaidia. Bila vyombo kufanya kazi hatuwezi kuwa na amani. Kwa hiyo pelekeni salamu zetu kwa dhati, na tunafanya kazi na nyinyi na kuombeana. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja na nyinyi, na tutaendelea kwa kweli kutii. Maana agizo nasema tii bila nini? Bila shuruti. Sasa kama diwani yoyote atakuwa hataki kutii bila shuruti, utapambana. Hata mbinguni huko anasema bwana, yeye anayeona vizuri aje. Mungu anasema aje. Kama hutaki kuja, anakuambia wewe chagua, na ndio hiyo shuruti. Kama wewe unakataa kuwa kutii bila shuruti, bwana Kaoya, chagua sasa uende ukapambane na vyombo. Wananchi wana kero nyingi, wanahitaji tuwasikilize. Niwaombe sana madiwani viti maalum, mnajitahidi sana kutembea kwenye vikundi, na sisi madiwani wa kata tuanze kuwasikiliza wananchi kwenye nafasi zetu. Sio mwananchi analia na wewe unalia. Lakini la mwisho kabisa, nataka niwaombe wajumbe wa kamati ya fedha. Kamati ya fedha ni wajibu wetu sisi, tunakaa kwa kila mwezi mara ngapi? Mara moja. Sisi ndio jicho la halmashauri. Kabla baraza halijachukua action, kamati ya fedha inatakiwa ikishagundua inakaa na kufuatilia kuona kwamba issue hii inatoka wapi. Kwa hiyo mimi nategemeo yangu kwamba kamati ya fedha tutakuwa na majibu, kwa sababu tukiulizwa na wenzetu kwamba hili liko hivi na hili tulilipanga hivi. Sitegemei kuona kwamba mjumbe wa kamati ya fedha na yeye anakuwa tena chachu ya kuweza kushangaa. Na mimi nikikuona wewe ni mshangaaji, nitakuona huna nafasi ya kuwa kwenye kamati ya fedha. Maana wewe kila mwezi unapata taarifa za mapato na nini na matumizi. Tusimamie mapato kwenye kata zetu. Sasa hivi season, muda umefika wa mavuno. Tunategemea bajeti tulioipanga, tunataka tuvuke na lengo. Kila diwani ataenda kusimamia kwenye kata yake.